Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ametupa tuweze kujifunza neno lake usiku huu wa leo. Ni matumaini yangu kwamba wewe mzima wa afya na Mungu anakupigania asubuhi, mchana na jioni. Hata usiku huu Mungu anakupigania sana. Siku ya leo tuna neema ya kujifunza namna gani tunaweza tukamuona Mungu au tukayaona matokeo ya maisha yetu ambayo Mungu ameyakusudia hata kabla ya kuzaliwa kwetu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ikiwa utapata neema ya kuandika, unaweza ukaandika tu kichwa cha somo kasema neema ya kuongozwa na Roho ili kujitenga na sheria ya giza. Neema ya kuongozwa na Roho ili kujitenga na sheria ya giza. Tunapozungumza kwa habari ya kuongozwa, ni hali ya kupewa maelekezo juu ya jambo fulani unalopaswa kulifanya au kulitenda. Ni hali ya kupewa maelekezo juu ya jambo fulani unalopaswa kulifanya au kulitenda kwa wakati fulani. Yamkini unaweza ukawa unahitaji kufanya jambo la kuleta maendeleo kwenye maisha yako, au unaweza ukawa umepanga kufanya huduma kwa viwango fulani. Unahitaji maelekezo ya Mungu au ya Roho Mtakatifu, namna gani unaweza ukatimiza kile ambacho unakisikia ndani yako. Yamkini unaweza ukawa una mawazo ya kibiashara. Ili uweze kumwona Mungu sehemu ya biashara yako, unahitaji maongozi ya Roho Mtakatifu. Ujue namna gani utaiendesha biashara, ujue namna gani utawahudumia wateja wako, ujue namna gani utawaendea watu ambao wanapaswa kunufaika na kile ulichonacho. Yamkini unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu, kujua watu kwa wakati huo wanahitaji kitu gani ili wapate kukua na kuongezeka kiroho. Watu kwa wakati huo wanahitaji jambo gani ili wapate kukua na kuongezeka kiroho. Yamkini unaweza ukakuta kuna mambo hayaendi kwenye maisha yako, sio kwa sababu Mungu amekusudia yasiende, ni kwa sababu umeongozwa na hisia kufanya jambo fulani ukitarajia matokeo mazuri. Yamkini unaweza kuwa umepanga kwenda mahali fulani, lakini usione kufika kule unakokwenda kwa sababu haujampa Mungu nafasi awe kiongozi wa safari yako. Siku ya leo tumepata neema ya kutafakari na kukumbuka namna ambavyo tunahitaji kumpa Roho Mtakatifu nafasi ili atende kazi ndani yetu na atuongoze vema, tupate kujua namna gani tunaweza tukafanikisha ndoto zetu, namna gani tunavyoweza kutimiza makusudi ya Mungu, namna gani tunaweza tukafanya makusudi ya Mungu yakawa na matokeo, sio kwetu sisi peke yetu, hata kwa watu wengine wanaotuzunguka au wanaotusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanielewa, unaweza ukabonyeza tu kiimoji namna hiyo, ishara ya kwamba tuko pamoja na tunaelewana. Yesu asifiwe. Tunaendelea katika maisha ya Mkristo. Ni muhimu sana kuongozwa na Roho. Katika kuongozwa na Roho kuna mambo ambayo yamkini ni mabaya kwenye maisha yako,
yalitarajiwa ya kupate, lakini ukiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, automatically atakupa maelekezo ya kwamba mahali unapokwenda ni salama au mahali unapokwenda sio salama. Lakini ukiongozwa na akili yako, ukiongozwa na hisia zako, unaweza ukajikuta umeingia pabaya bila wewe mwenyewe kutarajia. Yamkini unaweza ukaingia sehemu ya hatari bila wewe mwenyewe kutarajia kwamba nilitarajia kuingia hapa. Lakini Roho Mtakatifu ni kiongozi ambaye atakuepusha kuingia kwenye uovu, atakuepusha kuingia kwenye hatari ya aina yoyote ile, atakuepusha kuingia mahali pasipofaa. Atakupa neema ya kujua kwamba mahali hapa ninapokwenda ni salama au sio salama, jambo hili ninalolifanya ni sahihi au sio sahihi. Kuna wakati tunajifungia baraka zetu, sio kwa sababu Mungu amekusudia tusipate baraka, bali ni kwa sababu tumezuia utendaji wa Roho Mtakatifu katika kutuongoza jambo gani la kulifanya ili tuweze kutimiza malengo. Yamkini unaweza ukawa unatembelea maeneo mbalimbali na kufanya huduma mbalimbali, lakini bila kuongozwa na Roho Mtakatifu, yamkini usingeweza kufanya hayo, yamkini usingeweza kufanikisha hayo. Lakini ulifanikisha au unaendelea kufanikisha kwa sababu ya maelekezo ya Roho Mtakatifu unayoyasikia ndani yako. Kuna wakati ambao watu wamezuiliwa baraka zao, sio kwa sababu Mungu alikusudia wazuiliwe, ni kwa sababu wakati mwingine wameenda kwenye madhabahu zingine na wakatoa sadaka huko, wakajifungia baraka wenyewe. Kwa sababu nini? Hawajampa nafasi Roho Mtakatifu akatenda kazi ndani yao, akachukua nafasi ndani yao na kuwaongoza katika njia iwapasayo kuifuata ili wapate kuyaona matokeo ya kudumu. Kuna wakati ambao watu hawajapata ule uzima utokao kwa Kristo, bali wamepata uzima ambao umetokana na nguvu za kiganga, umetokana na nguvu za kichawi, umetokana na nguvu za kuzimu. Matokeo yake umefika wakati wamepoteza hata stamina ya Roho Mtakatifu ndani yao, wamepoteza stamina ya kiroho ya kusimama kumwamini Mungu kwamba anaweza, na matokeo yake wamemwamini mwanadamu ambaye ni mganga aliyechukua nafasi ya kuwasaidia badala ya Mungu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Wagalatia, kitabu cha Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 5, na tutaanzia mstari wa 16. Tuangalie namna ambavyo Roho wa Mungu tunamhitaji awe kiongozi wetu. Kuna sheria ambazo zimefunga maisha yetu, ambazo zingine ni sheria za matamshi, zingine ni sheria za sadaka ya kafara, zingine ni sheria za namna tofauti ambazo zimefanyika katika ulimwengu wa giza kwa ajili ya kufunga maisha yetu. Lakini Biblia inazungumza, kitabu cha Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 16. Tuangalie namna ambavyo Mungu anazungumza nasi juu ya sheria na juu ya kuongozwa na Mungu. Biblia inasema hivi: basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikufundishe kwamba tukiongozwa na Roho wa Mungu, tukiongozwa na Mungu mwenyewe kwenye maisha yetu, hatutakuwa chini ya sheria ya mwili,
kwamba mwili wangu unataka hiki, basi ukiongozwa na Mungu au ukiongozwa na Roho, sheria ya mwili kutaka kile kitu ambacho kinatokana na hisia ya mwili itazuia matokeo ya ile sheria ya mwili kwenye maisha yako. Yamkini kunaweza kukawa na uharibifu unaotokana na sheria ya uhitaji wa mwili kwenye maisha yako, ukapoteza kibali, ukapoteza neema, ukapoteza hata nguvu ya kusonga mbele na maisha yako, na wakati mwingine ukapoteza hata matumaini kwa sababu ya ile sheria ya uhitaji wa mwili wako. Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria, ile sheria inayotusukuma kuyafanya matendo ya mwili, ile sheria ya uovu. Wakati mwingine watu wamefungwa na sheria za ukoo, kwamba kwenye ukoo alikuwepo mtu fulani, alikuwa na tabia za namna hii, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Basi ile sheria kwa sababu ilitungwa kwenye ulimwengu wa roho na ikawekwa, ikajengwa, ikawa roho inayoishi kwenye familia. Unaweza kukuta kuna watu wanaishi kwenye hiyo sheria ila hawajui. Unaweza kukuta maisha yao hayasongi mbele, uchumi wao haukui, hawaishi kwenye wokovu kwa muda mrefu kwa sababu ya ile sheria ya ukoo au ya familia. Lakini siku ya leo Paulo anatukumbusha na kutuambia tuenende kwa Roho ili kuzishinda hizo sheria za kifamilia, sheria za giza, sheria ya mwili, kwamba mwili umefika wakati au umefika umri fulani, mwili unakwambia unahitajika kuingia kwenye mahusiano, unahitajika kuoa, mwili unakwambia, lakini sio Roho anayezungumza. Wakati mwingine kwenye familia kwamba mmezoea watu wanaoa wakiwa na umri mdogo, wanaolewa wakiwa na umri mdogo. Ni sheria inayotenda kazi katika ulimwengu wa roho, inamsukuma mtu wakati mwingine aoe kabla ya wakati, aingie kwenye ndoa kabla ya wakati. Kuna wakati mwingine sheria ya kuoa kinyume na utaratibu wa Mungu imetawala kwenye familia. Wakati huo unatamani kusubiri wakati fulani ufungwe, uingie kwenye ndoa takatifu, lakini ile sheria inakusukuma uingie kwenye ndoa kabla ya wakati sahihi ambao Mungu amekusudia. Kwa sababu hiyo anasema mkiongozwa kwa Roho hampo chini ya sheria. Tafsiri yake tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kabla ya kutenda jambo lolote. Tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kabla ya kufanya jambo lolote. Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu asifiwe. Tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kabla ya kuingia mahali popote. Wakati mwingine mambo yanaweza yasiende kwa sababu haujampa Roho Mtakatifu nafasi ili ya kuongoze vema. Biblia inapozungumza kwamba basi enendeni kwa Roho, tafsiri yake ni agizo la Mungu ambalo tunapaswa kulishika na kuliishi, kwamba kuongozwa na Roho Mtakatifu kiwe ndicho kipaumbele chetu sisi kama Wakristo. Lakini anavyosema kwamba kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, tafsiri yake ni kwamba Roho inakwambia kwamba hiki kitu sio sahihi, lakini mwili nao unakwambia hiki kitu ni sahihi na ninakihitaji. Wakati mwingine mwili unakwambia hapa utapita, lakini Roho inakwambia hapa unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kwanza, au kuwezeshwa na Mungu kwanza ndipo upite. Mwili unaweza ukachukulia kawaida, lakini Roho ikachukulia katika hali ya uzito. Ndio maana ukisoma Biblia inakwambia roho ilasi, lakini mwili ni dhaifu. Tafsiri yake ni kwamba roho iko tayari kuongozwa, lakini mwili hauko tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo
Tunapoteza kibali kwa sababu tunaupa mwili kipaumbele kuliko kumpa Roho Mtakatifu kipaumbele. Unapoona mambo hayaendi, unapoona matokeo mabaya kwenye maisha yako, ni kwa vile ambavyo mwili umechukua nafasi bila Roho Mtakatifu kuchukua nafasi katikati yake. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Matendo ya mwili ni dhahiri. Anaendelea huo mstari wa 19 kuzungumza kwa habari ya matendo ya mwili.